tulisema, tulielewana. I think maswali zimetokea as to our existence and membership ya Inject team. I don't call it Inject party because party yenyewe haijakuwa registered, but there is Inject team, yeah. Some of us tumekuwa Inject team, and I think some of us are notable faces. Mkiangalia most of the videos yenye zilifanywa na the Inject team, naona watu hapa, na wengine walikuwa wakue hapa kama Engineer Kimori. Tulikuwa pia na wakili Steve Mbogwa, tulikuwa na Karo, Magi, Tongaren is here already, Prince Baha. Watu wengi sana wametoka na walikuwa wakue hapa, wengine hawajaweza kufika. Lakini sisi ambao tuko hapa, mmeuliza swali na ni vizuri pia tujibu maswali, si ndio? It's important. So I'm introducing this team because apparently I was named the Secretary General of the Inject Party, and so acha tu ni introduce my fellows, and then pia mimi nitasamount hapo mwisho. Yes. Okay, asante sana. Mimi najulikana kama Bwana Mabonga. Nimeona mnanitakia Otisongo pale mtandaoni. Na you guys, honestly, you saw from the social media that the party leader for Inject Party had tasked me to lead the creatives team, and we did a lot of work there. But kuna ile swali limekuwa mnauliza, why are we not at the Inject Party? Mbona hatujakuwa kwa hiyo team all the way from the Secretary General hadi kwa watu wamekuwa huko chini, wote wametoka huko. And so you find out that we have been yearning for accountability every now and then. Ama ni government tunaifight, mbona si juu accountability? Yes. Kwa sababu pesa zetu zinatumika kivibaya, sio? So a question that you guys have been asking, how have we been spending your money at Inject Party? I want to let you guys know that pesa mmekuwa mnatuma the Inject Party, some of us personally have never used any cent. Yeah, sijawahi. In fact, I remember the first time I joined that team, tulienda Embu, and we were spending at a certain hotel there at Embu. So tulikaa pamoja all the way from the party leader, na mtu yote alikuwa hapo. Tulikaa pamoja, tukakula, tukakunywa, tukalala. And to shock you guys, this is what happened. Tulikaa, tukafanya bill ni pesa ngapi tumekula, and it was divided equally amongst the people walikuwa hapo. So pesa yenu ilikuwa inatumwa kwa namba probably ya the party, sisi hatukuitumia. We were using our own money. There is a guy anaitwa Baha, yeye ametoka huko juzi, hata kanipigia simu akasema, Mabonga, I'm so sorry, nilikuambia umetubetray, but now I've seen the light. Because Baha pia, he had his own car yenye alikuwa na fuel. Yeye ndio mimi na yeye na Tongaren hapa, we were chasing ile Subaru ya polisi ya green. Hiyo siku Morara alishikwa. And you guys, hata mkiangalia siku the party leader ameshikwa, nilikuwa nimevaa venye nimevaa hivi, hii nguo niko nayo, and I tried to mobilize Kenyans to source for funds, tukafanya printing ya placards and so on and so forth, and we went to Milimani locals to demand the release of the party leader. Unfortunately, along the way, tukitaka kuona how we are going to spend money on some occasions, ikakuwa ngumu sana. So watu wengine tulitoka hapo because hatukukuwa na hiyo uwezo wa kuendelea kufanya, kwa sababu nyinyi wa Kenya mnaweza fikiria ile shilingi 10, shilingi 5 mnatuma pale, sisi wote tunatumia as a team. Unfortunately, we are not using that. And so kumekuwa na internal wrangles hapa na pale. And so saizi hata ukienda pale Inject Party, I know most of you guys wenye mnasikiza hii press, mlikuwa mnatupigia simu, let us come, and we were inviting you to the office. Mnakaa hapo more than 5 hours. Probably the leader you want to speak to hawezi jitokeza kuja aongeleshe, na akikuja kuongelesha hamwezi kuwa na chance ya kumuuliza swali, anaongea anamaliza anatoka na mwacha hapo. And so things of the sort ndio zilifanya sisi tutoke hapo na tukasema, let us be partyless, let us be leaderless, let us be tribeless. And so
nitakaribisha tena SG. Lakini okay. Okay. Si pesa ukituma hii kwa hii leta jina inject team ama inject party. Ilikuwa inaleta jina gani? Sema tu. Yeah. And so those questions accountability, hizo pesa zilitumika aje? Tunaweza muuliza yeye mwenyewe, because kama sisi wenyewe tukitoka mahali tuna spend our own money to go there, tukirudi inamaanisha mtu anafaa kuwa accountable ni mtu alitumia pesa. And so he used those money peke yake. Na mimi honestly hata kitu nimetumia ya Wakenya hapo inject party ni microphone na hiyo speaker. Hata hiyo gari ya inject sijui branded, I've never used that car. I have never. And so we want to call for accountability pia kwa sisi wenyewe. Tukifanya kitu tafadhali tusikuwe we are crying for accountability from the government, but we ourselves we cannot account for what Kenyans have been sending to us. Na unapata hii namba inakwanga tu every end month. Ukweli every end month ni kama sasa Kasongo Senior akienda kanisa anaenda huko every end month kwenda kutoa pesa. Unapata pia Kasongo Junior ikifika siku fulani siku ya mwisho namba inakuwa pale. So na wakati labda sasa umeona, acha nikwambie, kuna haswa masuala ya kiundani ambayo kama team ama kama party inafaa mkae pamoja mkiweza kuzungumza. Lakini sisi tulikuwa tukienda mahali kama ni civic education tours, tunaambiwa okay, the party is being registered, we have already secured the name, we have already secured the logo. In fact mimi nilikuwa tasked kuambia watu creators waunde logo. Unfortunately logo zote zenye content creators ama graphic designers walituma, hakuna hata moja ilikuwa featured hapo, na tulikuwa tunafaa to discuss, but we were never given that room for discussion to make a decision. You find out that party logo ilitoka tu mahali ikaletwa ikasukuma huko kwa register of the political parties. So ilikuwa vigumu sana kufanyia coordination kwa sababu wengine wetu probably hatukupewa that chance ya kujieleza, na ndio maana tukatoka. So maybe you can Mtongare. Yes, hi guys. My name is Davis Tongaren, and I'm a part of the team that you guys are actually talking of. Na mimi nilitoka huko personally because the visions that I had in me were not aligning with what I found was there. So definitely tulienda hapo ndo tufaitie wa Kenya, na nikiwa pale mimi sikuona hiyo vision ya kufaitia wa Kenya because all I saw was self interest. Na hiyo mambo ya self interest ndio kitu tuna fight hapa publicly. We are fighting with the government, we are fighting with these politicians because of their selfish interest. So we moved away, and I would like to address the challenges I've been getting being at my place at home. People are saying I've eaten their money, I have their money, and they always contribute. Nimejaribu kuambia mimi pesa yenu mimi wasipati hata shilingi. I don't get anything. So musinipige mkisema na waibia, mimi ni conman. I don't steal from anyone. I work hard to get my money, and the civic education that I do as Davis Tongaren personally is funded from me myself. Hakuna mtu ananichangia ama mimi sichangishi pahali. I do it myself. So Kenya ilikuwa inafanyika inject was happening there, na kama kuna kitu nili benefit from, it's either the mic and as you guys have said, na the speakers. Nothing much. Sijawahi wekewa chochote, ikuwe transport allowance, ikuwe place ya kulala. And as Mabonga has said, there is a guy by the name of Prince Baha, anaweza testify. Tulikuwa tuna move around his vehicle, na vitu mingi tulikuwa tuna sort peke yetu. The room, pesa ya kulipa, pali pa kulala, pesa ya kununua vitu unahitaji along the way, it was from our own pockets. It was not from you Kenyans. When you begin asking, it seems like a competition, na unaanza kupigwa vita. Utasemekana ulitaka kuniwekea sumu, utasemekana unataka kuibia watu. That is the fight. Tulianza kutoka kitambo tukisema if you are going to talk to the people of Kenya in a strategic way,
they need accountability. That is the number one thing. Na tukasema kama inawezekana we get a pay bill yenye Wakenya wanaweza raise their funds na wanaona inatumika aje, like the way most Kenyans have been doing. It is there online. People do account for what they have contributed from the people. Na by the time una raise that issue, you become an enemy. We left a long time ago. Tukawacha huko some people wenye sahi washatoka. So we left along because tuliona from the beginning this is just a con game. Na as we've been doing our civic education, mbali na inject, mbali na any political field, mbali sana na kitu yote yenye inaweza kuwa associated na politics, just to talk to Kenyans. You can check online. Okay, you see, you guys are able to identify a leader of integrity when you see one, bila hata kuchangisha pesa. We have a lot of people who are doing great things bila kuitisha mtu pesa yote, of which pesa should not be the problem. What you are doing is the most important thing. If it is done in a proper way, haina shida. Kama sahi pesa itatumwa alafu isemekane 10 shillings imeenda to here, 10 shillings imeenda here, 1 shilling imeenda hapa, Kenyans have no problem as long as it's something they can see. Sini kweli? So hiyo mambo ya kufaitia wa Kenya, nyinyi wenyewe mnaweza ona na mta identify. It is now for you to choose whom do you want to follow, whom do you want to listen to. We have a lot of leaders here wenye tunaweza fuata na tunaweza sikiza Kenya wanatuambia. So ningependa kusema hayo, wacha nipeane nafasi. Asante sana. Kwa majina yangu mimi ni Kennedy Sankara, na mimi si kuwepo inject team. Inject haikuwa party. I'm well informed on constitutional matters, though I'm not a lawyer. A party only becomes a party upon receiving provisional registration certificate, which I believe bado hamkuwa nayo. Na mimi naweza kusema kama moja ya waanzilishi wa Gen Z movement ya kwamba Morara alichukua hii kitu akaingia popularity contest. In fact, I want to ask Kenyans to stop contributing for one Kebaso Morara forthwith until he is able to account for the little cash he has received from the people of Kenya. Accountability is being open with the people and for the people. We can only be what we want others to be. Tusisukume yule Kasongo yeye number 1 kuwa transparent, na sisi wenyewe we are not transparent. That's why we are losing the war as the people of Kenya. We are only concentrating on the president being transparent, and we are forgetting MPs, MCAs and etc. So anyone who seeks equity must come with clean hands. Huwezi sema ule ni mkora, ule ni mtu namna hii na hata wewe unakaa namna hiyo. So Wakenya muachane na mambo ya kutuma pesa olela. Hiyo pesa mtumie saa hii, mko Christmas, mambo ni mengi, Januari inakuja fee, ili tuweze kuwa na transparency. Tusikue watu tuna take advantage of situations. Vijana waliuawa. Mimi niliona vijana wakipigwa risasi hapa street. Alafu wewe unakuja unasema tumetengeneza chama ya inject. Una inject nini? Sasa you are not injecting anything. The only injection we are seeing, nimeweka namba, munitumie kitu, tunaenda mahali. Mimi jana nilikuwa Migori asubuhi na tulienda kwa masuala ya youth engagement and empowerment. Na leo asubuhi niko Nairobi. Nani alinitumia hata shilingi moja sema. So we can always work with the little we have, and if Kenyans decide to support you, be transparent. So we cannot call on leaders on accountability, and ourselves we are leading in the same direction where we are not accounting for anything. I saw Morara long time ago, and I made my conclusions as a political analyst that to me he is a very politically juvenile and green character, so immature to call a leader. So until he gets time to fix such messes, he will be considered an enabler of the current regime and a project of someone somewhere who is perpetrating the ills the Kenyans are castigating about. Thank you. Tumemaliza? Haya, bado sijamaliza. Bado SG. Wewe unasema nini bwana? SG sawa. Nimesikia nilikuwa na salary ya kila mwezi. Nimesikia nilikuwa nalipwa salary ya SG kila mwezi. For those who do not know, kulikuwa na arrangement kwa inject team which was to be a party, and Morara was to be the party leader. I was to be the secretary general of the party, and of course we had other positions.
Ramogi here was in charge of ICT. Melvin was in strategic communications and media. So really, KOT is here. You see, he was working with creatives and designers. The Voice of Tongaren. All of us were playing a role. Lakini kitu imeniwasha sana ni issue ya mimi kukuwa na salary. Wakenya pesa mlitoa inject. Sikuwahi pata hiyo salary nasikia. Sijawahi lipwa. Sijawahi itwa nikapewa allowance. Sijawahi itwa nikapewa any amount of money ati nitumie kama member wa party na pia kama SG. But it's also important niwaambie that party of course haiko registered. I think haikuwa a very good strategy to announce everywhere because you know again we are fighting a common enemy. Mimi by the way, as at now I can still say bado tunapigana na common enemy. And a common enemy ana wield all the power, you know, akona power kila mahali. Huwezi shout at you are a very strong team of young people and people know what young people can do. What are all the effort you are trying to make. So the moment you make it known that you are registering a party, kidogo registration itakuwa ni kama it will be a nini infertility, itakuwa kizungumkuti. So we just hope that things go well, but we wanted to make it clear that we disagree on principles. Accountability, especially for the monies, never received anything, and other things. I mean, just a lot of disagreements within. But one thing we can say is maybe hatuwezi fanya kazi kwa pamoja, but we are fighting the same government. We are fighting the same impunity. We are fighting the same unconstitutionalism. So tutaendelea kufanya kazi, but not with that outfit. Sini sawa? Sawa. Haikuwa hata chama. Hiyo ni group, ni team. Sasa hivi nyinyi mmejiunga kigeni, Wakenya utarejea nini? Hata hatujatoka nini. Ni ile, you know, this is the mainstream. We have a movement ya Gen Zs, yeah? Kuna movement ya young people. Lakini kidogo tunapata diversion. Venye nilisema tu, attention inakuwa diverted kidogo. Mtu amejoin ODM, watu wengine wanajiuliza wamjoin ama wawache. Mwingine ana create team nyingine. You know, kuna vitu kama hivyo. Lakini we have learned now. Yaani tuko sawa. Tumerevuka. Tumemakinika. Na moving forward, tunaambia Wakenya kwamba the young people of this nation, the youth, na ni sisi na wengine wengi, millions of us, we are on course. Na tutaendelea story mingi, tulishasema story mingi. Tutafanya civic engagement, tutaandikia serikali iwapo kuna kukiwa na sababu ya, na nilisema if it calls for going to the streets, we shall do exactly that, because we have done that before quite severally, and this is just that other opportunity for us to amass our numbers. The only ombi letu tu moja ni kwamba tuungane, na kama kuna yule mtu ambaye amedivert attention akatupeleka kwa vitu zingine ambayo inatutoa kwa interest ya the movement ya young people, let us ignore them, tuwasahau kabisa. Unaona, ijapokuwa wanaweza kuwa wame contribute to the movement, we appreciate that. We have so many people by the way who contribute to the building of this nation from way before in the 90s, 80s and 70s. Lakini ile kukosa walikosea Wakenya wamewasahau. The same thing. Kuna wale ambao wanatuchezea saa hii, wasahau, tuendelee mbele. We cannot be depending on one or two people. We have a whole nation to liberate. We have a whole government to overhaul. So if we continue looking behind and lacking, saying nani amefanya, we should not do that. We are now giving way forward. Let us stick to this. Let us work to the very end. Because mimi najua ultimately we are able to actually overhaul hii system ya government yenye tuko nayo, na tukue na government ambayo ni responsive to the people's demands, government ambayo iko accountable, a government ambayo inatupea venye pesa inatumika na zile loans ambazo zinachukuliwa vile ambavyo vinatumika. Hiyo ndo serikali ambayo tunataka na serikali ambayo tunapigania sisi wote. Asante. My last question. Yes. Tuliona kuna baadhi ya Wakenya wanasema kwamba Morara ni project ya serikali tu, anakuja
kufunga baadhi ya Wakenya na kuwaidia Wakenya kutumia hiyo njia kusema ni njia kipate anatetea Wakenya alalahoi, na kuna wengine wanasema kwamba yeye ni project ya serikali. Maybe wakati mlikuwa kwa ile timu ya Inject, maybe mlikuwa mmesikia kitu kama hiyo, nyinyi miongoni ya project ya serikali ama vipi? Hakuna tuko miongoni mwa project ya serikali. Sisi tulipo hapa tulikuja kwa team tukasema there is a goal tulikuwa nayo. Na ndio maana mtu alitaja hapa kwamba aliona kwamba goal as a line. You understand? So tulikuwa na ile maono kwamba we want a better Kenya. Kuna Kenya ambayo sisi wenyewe tunaitarajia, tunaiona pale mbele. Yaani tunaiona kwa kichwa lakini hatujafika. And that is what we want. That's what we are fighting for. You understand? Lakini kufika pale, let me tell you, if someone is leading a team na ni project ya serikali, you will never know. Huwezi ukajua. Because we have many people wenye wamekuja kama wakiungana na sisi kama, you know, serious people who are fighting for change. But they are government projects, so you can never know. So I cannot authoritatively say at Morara, and I don't want to make this about Morara. This was about the way forward for the young people. But really, because you've asked, we cannot start saying ati alikuwa project ya serikali ama hapana. Mimi hapo siwezi nikajua. And I know these people cannot know, but he knows. You understand? He knows. Yes. Asanteni. Nashukuru. Aya.